hivi kila siku. Ni changamoto. Unaponipa swali na mimi inanisaidia pia kumuuliza Mungu, kwa nini huyu yuko kila siku? Shida nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu lazima kuwe na mabadiliko. Chakula chochote mtu anachokipata lazima kimletee faida au hasara. Hiyo sentensi ni ya msingi kuifahamu. Ukila sana kuna madhara. Ukila kawaida pia kuna faida yake, si ndio? Kila kitu. Sasa kama unajifunza neno la Mungu kila siku bado hakuna mabadiliko yoyote, lazima tuwe na maswali ya kwamba je, neno la Mungu sio roho wala sio uzima? Kwa sababu Yohana 6:63 anasema maneno haya ni waambiayo ni uzima tena ni roho. Maana unapoyasikia, kila unavyoyasikia lazima yabadilishe mwili, uzima uingie ndani. Kwa nini? Kwa sababu ni roho inayoishi. Kama ni roho na wewe ni roho inayoishi, lazima kuwe na mabadiliko kutoka kwa Muumbaji kuja kwa aliyeumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu la kuongozwa na Roho Mtakatifu. Waliokuwepo jana tulijifunza ya kwamba kuongozwa na Roho Mtakatifu kuna maanisha ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu ambao unabadili namna mwanadamu anavyofikiri, anavyoishi na anavyotenda kazi zake. Nikasisitiza zaidi nikasema ni hali ya utii na kutegemea uongozo wa Mungu kupitia Roho wake. Ndiyo maana ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na sababu kubwa nilisisitiza nikasema ni kwa sababu mwanadamu ambaye yuko nje na Mungu amekuwa akiongozwa na mwili. Na mwili siku zote ni dhaifu. Utamuongoza sawa sawa na mazingira yanavyotaka. Kwa wale ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu, nimekuwa nikiwasisitiza kwamba mazingira yanayotuzunguka huwa hayana majibu kwa habari ya kile kinachoendelea kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio maana huwa nawapa mfano, namwambia chukua kidole mkono wako, kiganja kiangalia. Kiangalia kiganja, utaona mbele hapo unapoangalia, lakini nyuma mpaka ugeuze, si ndio? Sasa nikasema jambo lolote kwenye maisha yako linapoharibika, uone matokeo, kuna jambo jingine jipya upande wa pili huko ambako uone linatengenezeka. Kwa kama kuna jambo jipya ambalo linatengenezeka, unatakiwa uwe makini namna unavyowaza, namna unavyotafakari, namna unavyofikiri na vitu kadha wa kadha. Uwe makini. Maadamu mtume muamini Mungu, unatakiwa uwe makini. Kwa nini? Kutokuwa kwako makini kunaweza kukuharibia mpango wa upande wa pili, jambo ambalo Mungu analitengeneza kwa ajili yako. Kwa nini? Lazima ufahamu ya kwamba Mungu kwanza, pamoja na uharibifu wote, anakuwazia mawazo mazuri. Hiyo sentensi uifahamu. Haijalishi unaumwa, haijalishi unapitia changamoto, jua tu kwamba Mungu ananiwazia mawazo mazuri. Mungu hajawahi kutuwazia mawazo mabaya. Anatuwazia mawazo mazuri. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watoto wake, yeye ni baba yetu. Mzazi yeyote hajawahi kumwazia mtoto wake mawazo mabaya. Kila mzazi anatamani kuona mtoto wake anafanikiwa katika njia iliyo njema, si ndio? Kila mzazi. Na ndio maombi ya kila mzazi siku zote, kuona watoto wake wanafanikiwa, wanafika pale ambapo anatamani wafike, kule ambapo anatamani waende. Maono ya watoto yako ndani ya wazazi. Wazazi kuna namna lazima watengeneze mazingira ya hao watoto kwa ajili ya kesho. Wazazi ndio wanaowatengeneza watoto wa kesho, si ndio? Kwa mtoto akiharibika, ndio maana lawama zinarudi kwa nani? Kwa mzazi. Sasa na Mungu naye vivyo hivyo, maono yako yako kwake. Yeye ndiye anayejua wewe kesho yako. Ili ufike, ili uwe 1, 2, 3, lazima upite hapa, hapa na hapa. Utafika kule ambako unataka ufike. Kule ndiko ambako utaona yale ambayo niliandaa kwa ajili yako nilipokuleta hapa duniani. Kwa Kiswahili chepesi na sentensi rahisi,
ni kwamba hakuna aliyezaliwa kuja hapa kupoteza muda. Hayupo. Mungu hajakuleta hapa ukakuchekesha watu, wewe kupita watu tu wakuone wewe yani upo tu. Kila mtu ana sababu, na sababu ni njema, ni nzuri, ni kwa ajili yake na uzao wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikasisitiza ya kwamba ni muhimu sasa sisi ambao tumemwamini Mungu lazima tukubali kuongozwa na mzazi wetu. Anataka nini? Twende wapi? Tusiende wapi? Tufanye nini? Tusifanye kitu gani? Kama ilivyo tu kwa mzazi, ya kwamba kila mzazi ana utaratibu kwenye nyumba yake. Kuna namna anavyotaka watoto waishi kwenye nyumba yake. Kuna namna anavyotaka wale wavae, shule wasome. Kuna kila mzazi ana mipango hiyo. Sasa kama wazazi tuliopo na wazazi watarajiwa, ili mipango hiyo unayoiwaza iweze kwenda sawa sawa, lazima ukubali kuongozwa na aliyekutengeneza na aliyeitengeneza hii dunia, anayejua mahali gani kuna mafanikio yako, ni nini ufanye ili uweze kufanikiwa sawa sawa na alivyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwa wamchao. Siri iko kwa wanaomcha. Kwa yeye ndiye atakayewafunulia watu wake. Kwa nje na hapo ni ngumu kuzipata siri za Mungu. Usipozipata siri za Mungu, manake utaishi nje na mpango wa Mungu. Rumi 8:14, kitabu cha Warumi sura 8 na mstari wa 14. Biblia inasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Nje na hapo manake sio mwana wa, kama sio mwana wa Mungu yupo mwingine naye pia anawaongoza. Bwana sana anawaongoza. Tulijifunza katikati ya wiki nafikiri au Jumapili kwa habari ya yule mkuu wa anga, roho wa uasi ambaye anawaongoza kwenye uasi. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2 utaisoma binafsi, utaona na utaelewa. Kwa hiyo ni muhimu sana, usiporuhusu maisha yako yaongozwe na Roho Mtakatifu, maanake kuna roho mwingine mtakafujo ambaye atakuongoza huko kwenye fujo zilipo. Sasa jana tulijifunza kwa habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa leo tunajifunza umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha na mazingira yanayotuzunguka. Kwa kila kitu kina umuhimu wake. Sasa leo tutajifunza umuhimu. Kwa nini ni muhimu kuongozwa na Roho Mtakatifu na mazingira yanayotuzunguka? Kwa nini ni muhimu? Kwa nini ni muhimu kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu na mazingira yanayotuzunguka? Kwa nini huwa ni muhimu? Ni kwa sababu kazi yake Roho Mtakatifu kwa mwanadamu ni kumsaidia. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanyaje? Kumsaidia katika mazingira yote kwa kumfunulia au kuweka wazi kweli ya Mungu na mawazo, kwa sababu hatuwezi kumjua Mungu kikamilifu au kuielewa mipango yake ya ndani kwa kutegemea hekima za kibinadamu au akili yako. Ni ngumu sana kumwelewa Mungu. Lakini kupitia Roho wake tu ndipo tunapoweza kupata au kupewa uelewa wa kiroho unaoweza kutuwezesha kujua na kuelewa mambo ya kimungu.
Ndio sababu ni muhimu sasa tuongozwe na yeye. Kwa nini? Kwa sababu yote unayoona haya, yote yanayotuzunguka, mazingira, miti tunayoona, hewa unayoisikia, vitu unavyovinusa, unavyovisikia, kila kitu, vyote Mungu aliviweka kwa ajili ya kukusaidia. Lakini vitu hivyo hivyo pia vinaweza vikakuletea madhara kama hujaruhusu Mungu akuongoze. Mfano, kuna wanyama wapo, sio? Kuna simba, kuna chui, kuna nini. Mungu aliviweka viwepo. Ndiye anakusudi vyote vilivyokuwa chini ya mwanadamu azimiliki na kuvitawala. Yaani kama vile ambavyo mtu anafuga mbwa nyumbani na paka na nini, ndivyo ambavyo vote vilikuwepo, awe afurahie maisha. Unaposikia tumeenda vacation, kaangalia simba, yaani itakuwa unaita simba, wanakuja, unaangalia, unashika, utachukua kanarukia simba, kanachezea chui. Lakini baada ya kukosea tugeuka. Sasa baada ya kutugeuka tunaishije? Tumeshageuka. Mbu ambao walikuwa watung'ate sasa wanatung'ata. Na wanatusababishia magonjwa. Tando ambao walikuwa si shida zamani, alikuwa labda ndio anakutekenya unacheka. Sasa hivi akikukamata wewe mwenyewe ukimwona unaruka. Nyoka ambaye alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote, sasa ndio mdanganyifu. Na yeye ukikupatia amekung'ata, na wewe ukimlia hata hivi umemuua. Kwa sasa tumabaki tunaishi kwa kushindana. Kila mtu anamlia hata hivi ni mwenzake. Simba anakupigia mahesabu, chui anakupigia mahesabu, tando anakupigia mahesabu, chui nje anakupigia, nyoka hivyo hivyo. Sasa tunaishije sasa? Unajuaje kwamba huku nakopita leo kuna mtego umewekwa? Sasa kuna hivyo vya kimwili vinavyoonekana na kuna vya kiroho pia ambavyo havionekani, ambavyo Biblia inasema ni pepo wabaya na jeshi na vitu kama hivyo ambavyo havionekani. Ninapitaje kwenye mazingira ambayo pepo na majeshi wamekaa leo? Kuna mpango wa kutoa sadaka kwamba lazima leo mtu afe kwenye hii barabara, na mimi ndo natakiwa nivuke leo, natakiwa nipite hapo. Pasipo kuruhusu Roho Mtakatifu Mungu kwenye maisha yako, ni ngumu kufikia malengo. Hivi vimewekwa kwa ajili ya kukatisha makusudi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Unaposikia mtu amemloga, maana amekatisha, na katisha, mchawi anakatisha kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia, ambacho ungekipata leo na kuja ukipata baada ya miaka 10. Kwa kufikia malengo yale ambayo utakoyafanya hauwezi kuyafanya. Kama ilitakiwa nipate milioni 2 nikanunue kiwanja leo, miaka 10 kile kiwanja sio milioni 2 tena. Kwa hiyo nikiipata baada ya miaka 10 haina faida. Kitakachofanyika nitabaki na historia. Zamani zaidi unanunua kiwanja, shetani kwa pembeni anasema nilikuweza. Sasa hivi ungekuwa unatesa, ungekuwa kwako. Ndio kazi ya adui kukatisha. Sasa tunafanyeje ili kukwepa hivi vikwazo sasa ambavyo vipo? Sasa tunaishi kwenye mazingira ambayo kuna mitego ya aina mbali. Kila siku wanachimba mashimo utumbukie, wanachimba mashimo utumbukie. Kuna wanaotengeneza mazingira, kuna wengine wametengeneza siku kwa ajili yako, basi umepita kwenye mtego wote. Ukitegwa, kama ametegwa nguruwe, hata kipita mnyama mwingine pale tanasa, si ndio? Kama ametegwa mnyama mwingine na nguruwe tena tanasa. Kuna wakati unaweza mtego sio wa makoroso, lakini akapita pale Mrs. Prince, sikapita kakanyaga mtego, lazima ufyatuke. Sasa tunaponaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunavukaje? Ndio maana sasa tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya kujua, lazima tujue umuhimu wake kwanza, ili mtu utamani. Kwa nini ni muhimu kuongozwa na Roho Mtakatifu? Nimesema ni kwa sababu kazi yake Roho Mtakatifu kwa mwanadamu ni kumsaidia kwenye haya ambayo nimeyazungumza sasa, katika mazingira yote, kwa kumfunulia au kuweka wazi. Ndio maana kuna wakati unaweza kaja hapa nikakwambia safari, nataka kusafiri mtumishi, na kwamba usisafiri, acha wiki hii ipite, safiri wiki nyingine, au nenda utapata ajali lakini hautapata madhara.
Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kutufunulia kwamba Mungu ameweka wazi uharibifu ambao ulikuwa umekusudiwa, lakini Mungu ameruhusu, nenda, lakini hautapata madhara kwa ajili ya kuwahi. Yote hayo Mungu anataka uamini kwamba anatuona, ananipenda, ananijali. Kweli nimepata ajali, lakini sikupata madhara. Haisei ili kesho kiamuzi ende useme kweli sikile niambia nini napata, na kweli sitaenda. Yote hayo anataka uzoee kuongozwa na yeye. Anataka yawe mazoea yako. Tamani kuongozwa na yeye. Tamani wewe mwenyewe binafsi tu unatamani na mimi nitamani kujua, nitamani kusikia anapozungumza, niwe namuelewa na mimi binafsi, ili nisaidie. Kama yeye anaweza kuniongoza mimi, inisaidie sasa kujua namna gani ya kuwaongoza watoto ambao Mungu amenipatia. Nitawaongozaje kama siwezi kusikia? Kama mimi mwenyewe siwezi kuongozwa, nitawaongozaje? Kilichosaidia watu wengi au mababu zetu wa kiroho ambao tunasoma kwenye Biblia, kina Ibrahim, Isaka na Yakobo na familia zao, ni kwa sababu walikuwa wanatamani kusikia na kujua. Ndio maana walikuwa na maswali mengi ambayo ukiyasoma wakati mwingine unaweza kuona haiwezekani. Walikuwa wanatamani kujihakikishia. Ni muhimu sana, na kujihakikishia na kutamani kujua kwa Mungu si dhambi. Sema dunia ambayo tuko nayo sasa, kila kitu mtu anaposoma anaona kama huyu mtu ilikuwaje, yaani alikuwa amwamini. Alikuwa anataka kujihakikishia. Thomas akasema mimi najua toka nimezaliwa sijawahi kuona mtu amemzika, amefufuka mwenyewe, sijawahi. Kuniambia ametoka kwenye akili yangu mimi sijawahi kuona, wala sijawahi kuota ndoto hiyo. Kwa mimi sina shida, ila nikiona mikono na miguu alama, kwa sababu salichoma kwenye miguu na mikono, basi mimi sina shida, wala sina wasiwasi. Na kwa sababu alitamani, Yesu alipokuja kuambia amani iwe juu yenu, moja kwa moja alimfuata nani? Thomas. Akamwambia njoo. Angalia, alikuwa anataka mthibitishie, alitaka imani yake ongezeke. Unafikiri baada ya pale imani kuongezeka na baada ya kushuhudia, Thomas alibaki vile vile? Alibadilika. Ni kawaida ya mwanadamu huwa anatamani kushuhudia, ni kawaida aone. Hiyo ndio inampa mtu imani, ndio inamuongezea imani. Asiposikia ni ngumu sana, kwa sababu imani tatizo yake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu hata kifunua jambo nikamwambia sawa, ile jambo likatokea au akapuuzia, kwangu mimi si shida. Umeelewa? Kanisani manake ni kujifunza. Wote tunajifunza pamoja na yale makosa yaliyotokea, ili kesho ukisikia taarifa kama ile uwe na uhakika sasa kwamba mimi pia ni Tomaso, nilishuhudia, nilisikia na kweli ikatokea. Kwa hii sasa niwe makini, kwa sababu mwanadamu anajifunza kila siku. Kila siku tunajifunza. Umeelewa? Kila siku tunajifunza. Sisi ni watoto tunaojifunza. Dunia hatuijui, hatuifahamu bado kabisa. Hatuifahamu. Kama tuifahamu, tunahitaji aliyetengeneza aendelee kutufahamisha kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji. So wanadamu kuna vitu vingine havijui. Naomba twende kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 11. Kuna kitu ambacho ni muhimu sana ukifahamu. Kwa nini ni muhimu kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha na mazingira yanayotuzunguka? Kwa nini huwa ni muhimu? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Tayari mshaandika? Amen. So, maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Kuna kiulizwa. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu.
ila roho wa nani? Wa Mungu. Ni ngumu sana kujua mambo ya ndani ya mtu, huwezi kuyajua roho asipokufunulia au asipoweka wazi, ni ngumu. Mnakumbuka niwasisitiza siku moja, akasema wakati tunaanza ilikuwa ni mwaka wa pili, ilikuwa 2021 nafikiri. Alikuja mama mmoja, niliwapa mfano, mjamzito, miezi kama ile, ilikuwa kama miezi 7-8. Niko na pita kama hivi ambavyo naomba. Na alikuwa bahati nzuri alikuwa amevaa pete mpya kabisa inang'aa. Kwa nilikuwa napewa taarifa na niuliza maswali, nikiangalia na pete mpya ya ndoa. Lakini naambiwa hii mimba iliyoko tumboni sio ya mwanaume huyu aliyemwambia ndio uko naye. Nikamuuliza maswali. Muelewa? Kumbuka tayari pete nayo na nimeiona. So mama namuuliza sijui, naona huyu amevaa pete. Nikamuuliza umeolewa? Akaniambia ndio. Una watoto wangapi? Akaniambia na watoto 3. Wote umezaa na huyu mwanaume? Akaniambia wote 3. Na wavulana 2 na msichana 1. Kuna hii ni ya 4. Nikamwambia safi sana. Umefunga ndoa mwaka gani? Akaniambia tulibariki ndoa tuna miezi 2. Kwa maana yake anabariki ndoa akiwa mjamzito kama miezi 7, sio kutoa, maana yake alibariki kwa miezi mingapi? 5. Nikamtoa kwenye kiti nikampeleka nyuma. Hapana, nilimpeleka mbele kwa sababu baada madhabahu yetu ilikuwa upande ule na watu walikuwa wanaangalia hivi. Kwa nikampeleka mbele nikamwambia, Mungu ananiambia huyu mtoto alikuwa tumboni sio huyu baba. Alitulia kama dakika 10 akaniambia ni kweli. Naona kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufunulia. Hakuna juaye siri. Hakuna anayeweza kujua mambo ya mtu ila mtu mwenyewe. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufunulia na kuweka wazi. Kwake sisi wote tuko hamna aliyevaa nguo. Mbele za Mungu sisi wote hamna aliyevaa nguo hata moja. Swali kizuri. Tuko uchi mbele zake. Yaani simaanishi kwamba hadi si dini yaani tuko wazi, kila kitu kiko wazi kwake. Ndio maana yake. Sawa? Mtasija akasema atiko kumbe hatujavaa mbele za Mungu. Hapana. Tuko wazi kuanzia mawazo, mipango yako, viungo vyako, moyo, kila kitu kiko wazi mbele zake. Bwana asifiwe sana.